Nita mtu kwa sababu sijui huyo ni mchana. Mimi alikuwa pale anaitana hivi. Mimi unajua lugha yake sielewi. Venye tulifika kanisani kama kawaida, service ikaendelea vizuri na tulipomalizia ndipo tukiwa pale nje kama kawaida, mnajua watu wakitoka mheshimiwa anasalimia watu, hapo ndipo waliweza kukuja na wakamchukua, na sio ile kumchukua ya amani ama ile kumwomba tafadhali tunakuomba uingie hapa, ni ile ya kumgrab ambayo ilifanya sisi wote kama washirika, kuna wengi ambao waliumizwa pale, kuna wengi ambao walirushwa hadi kwa mtaro. Mimi mwenyewe niliweza kufuata mume wangu hadi kwa Subaru ndani, na kulikuwa na jamaa alikuwa pale ndani, venye hao wawili walikuwa nje walimrusha, alikuwa anamvuruta ndani. So venye nilimfuata waliweza ni kama ni yeye alinisukuma na huku nyuma, nao wenye walikuwa nje wakaanza kunigonga. Nikaweza kusikia ni kama nimeganda mkono na nikamwachilia mume wangu mguu, ndio nilikuwa nimemshika mguu, so nikaondokea ama wakanirusha nje, wakanisukuma nje, na hapo wakafunga mlango na wakaweza kuproceed, wakaenda. Sitaipeleka direct kwa mtu, wacha niipeleke kwa serikali mzima ya kwamba huyu ni mtu wa watu. Mkumbuke huyu ni mtu ako na familia, ako na bibi, ako na watoto ambao hata wao watoto walikuwa kwa ile scene. Na waomba kama pia nyinyi mko na watoto, kama pia nyinyi mko na bibi zenyu nyumbani, sidhani mungefurahia kitendo kama kile kikiwafanyia. So ninawaomba tafadhali muniondolee hofu na maswali mengi kwa hao watoto wangu, muachilie baba yao, ndio at least wakuwe na peace na waweze hata kuendelea na hali ya maisha yao ya kawaida. Kuna mahali ulijeruhiwa wakati huyo kiza? Sana wakati nilikuwa najaribu kumvuruta sorry, akiingia kwa gari, kuna mmoja alikuwa mtu mhuji sana, aliweza kunigonga na mkono wake na akaweza kuniumiza upande wangu wa kushoto, na akaniumiza vizuri vyenye hadi mkono iliganda, nikajipata nimemwachilia venye nilikuwa nimemshika, na I think hapo ndio waliweza sasa kufunga mlango hatuwezi pata amani na hata watoto hawa wangu. Kwanza kuna mmoja alikuwa hapo saizi haongei, kazi ni kulia tu, na kuna kijana mdogo ambaye akiona kila mtu anauliza tu wamekuja kushika baba yangu tena, so aliona, so hawana amani hata kidogo wa watoto. So you can imagine tena kesho waende shuleni wapate tena ile story ikiongelelewa. Na waomba serikali muangalie hadi hao watoto wetu, ni kwa sababu mnatocha baba yao, pia watoto pia mnawatocha juu, hata kama sio ile wao wenyewe mnawatocha, lakini kwa mind zao hiyo ni tocha ambayo imezidi kiwango chao. Kwa mfano walipomchukua from Friday hadi gari hatujui iliko, walichukua simu, ilienda miezi 2 imeisha. Sasa tunashangaa, wamechukua simu, wamechukua gari, sasa wamechukua mheshimiwa, next ni nani? Sini kumaanisha sasa next ni sisi kama familia. So tunaomba serikali, nyinyi ndio tunafaa tuwalilie, mtupe ulinzi, nyinyi ndio tunafaa kumlilia, mtufiche, lakini nyinyi wenyewe ndio mnaweza kutuangamiza, ndio mnatuangamiza, ndio mnatuharibia maisha, na ili hali tuliwachagua ili muweze kutuongoza na tuweze kuwa na maendeleo mazuri. Nikikumbuka kutoka awali